community ya Kenyongo Meshake. Na before kwanza niongee maana Mr. Speaker. Nataka kuongea mambo imenisumbua sana na iko kwa headline. Oda pale nyuma. Hata kidogo. Mpoleni hadi mtu ametulia. Hebu ngoja wewe nani tunakwambia hebu songa nyuma. Si Wameru tutakukata. Sisi Wameru tutakukata. Kwanza speaker utanirau kidogo sitaongea mambo ya maana kwanza. Lakini kuna jambo linanisumbua Mr. Speaker. Kuna PS wetu na nilika yetu inaitwa Fikirini Jacobs. Iko kwa mada iko sawa. Iko kwa mada. Fikirini Jacobs ni PS in charge of youth. Yeye anasimamia vijana. Bajeti yetu iko na Fikirini Jacobs. Lakini Mr. Speaker, jambo la kuzangaza sana. Naingia katika mitandaoni, ameshoot mama. Anaitwa Cecil Ouma. Wewe point of correction. Simu mama, be informed. Ouma is a man. Ouma is a man. Yule ambaye ameshutiwa ni mwanaume. Watu wa mountain na propaganda. Endelea. But all in all, ameshuti huyu kijana. Bieti hata kuwe Mjaruo. Hiyo ni maisha ya mtu imepotea. Lakini mimi jambo linanishangaza sana Mr. Speaker. Ni kuwa ni kijana wa youth. Ameshuti kijana mwenzake. Lakini ile ujinga tu ya serikali ya kulipa tu magunzi. Nimeona hiyo video. Ati Fikirini Jacobs anaomba pesa tu na vijana hapo. Kidogo kidogo ameshutiwa na amekufa. Juzi nikaona huyo mbunge wa Nichangamo na huyo alikuwa former women rep wa Mombasa County. Wa ODM tena. Bodyguard wake ametoa buduki anashuti kwa vijana wengine. But sai Mr. Speaker mali tunafika inchi. Hatuna inchi, hatuongea tu kweli. So what do you want to do? Ile kitu tunataka kuongea. Wacha mchezo my friend. Kama huyo kijana ameshutiwa, kama ni brother yako, ungekuwa unaongea hiyo puzi hapa. Ni jambo ya uchungu sana. Huyu jamaa anauliwa for no reason. Inaonekana hapa juzi, hapa tulikuwa na maandamano mengine hapa. Hapa Kariobangi North. Ukienda Mathare hapo. Vijana watu wawili wamekufa. Hao tu wanaambiwa ni guns. Hao guns wanatoka wapi? Kwa hii serikali ya William Samoei Ruto. So tusikuja hapa kushuga kotu watu. Fikirini Jacobs, you should resign and go home. Go home kwanza. Lazima tukue serious. Na sisi kama wananchi nitawaambia hivi. Tukishangilia wa viongozi, next ni sisi. Watakuja hapa wanatushuti. Na tujifanya ati tumesahau. Hao watu walikuwa wanakuja hadi hapa. Ni venye wengine hapa wameingia serikali, saizi hatusumbuliwi. Lakini biet mtoke tu kwa serikali siku moja tu utajua. Huyu wa Ouma amekufa nini? Amekufa nini? Serikali ya magunzi asubuhi, mchana, usiku. Ya mwisho Speaker, nimeona mambo ya mizani. Hii mizani ya Afrika. Mizani ya Afrika ambayo ni shirika la serikali. Mnakuja kupea watu wengine ati sijui ranking ya juu. Na mimi nitaambia kijana wetu anaitwa Babu Owino. Kwa sababu wewe ni mbunge wa hapa. Mimi sina shida na wewe kukua ranki juu. Lakini utakuwa ranki juu na hii mambo ya serikali. Lakini utakuwa na MCS katika county assembly. Na ukiibiwa hata ukue hapo kama governor, sisi tutakuwekea MCS wengi na tutakuimpeach. Hata tunakwambia kweli. Hata tunakwambia tu kweli. Ile kitu kingine Babu Owino unadanganywa na hao watu. Watakuwekea deputy wa kutoka hapa Mount Kenya. Utakuwa impeach asubuhi na mapema. Mimi nakuambia kama kijana. Na mimi katika demokrasia nakuambia unipende ama unichukie. But tutakuja kusema kale kama mtu kalikuwa hajakanda kaliniambia. Wewe huna chama, unaambiwa unasapotiwa, unaweka ranki ya juu. Na hii mizani ni ya gava. Waambiwe sukuma katika governor. Kuna mambo mawili itafanyika Babu Owino. Either hao watu wanataka wakusukume alafu tena wakuachilie. Sasa hii inaanza, nasikia watu wengine hapa wanakuja kijana mdogo tu. Badala hata useme Babu Owino, leo hata Mr. Speaker ni kuwa devils inaitwa devils advocate. Mimi sipendi Babu Owino kuongea tu kweli. Niko na candidate wangu. Lakini naona kijana mwingine hapa anasimama Jakaranda anasema ati Orengo. Ati ni kingpin wao. Shindwe. Bado mshike kijana kama huyu anaitwa Babu Owino, at least msukume. Sasa hivi mnakuja kutuambia mnataka kumpea governor. Nitauliza swali moja.
Tamauliza swali moja. Napenda tena mko na uburu tena. 84 years. Wewe ndio kijana huyo. Sasa mnasema huyu ndiye kijana wenu. Mimi niambie kijana hivi. Newborn baby. Newborn. Kuna kidogo tu. Huni bodyguard wangu. Nasema hivi, naambia tu Babu Owino. Nakupea free advice. Mwenye anakudanganya uende governor. Anakukosea na si rafiki yako. Na huyu jamaa utaenda hapo governor, utakuwa impeached saa 2. Na utafika hiyo, nimesikia tena ukisema unataka tu ta moja ukuwe president. So Babu Owino, kiti ya governor, wacha tu nikuambie ukweli. Hata wao vijana wanakuambia babu, kwa sababu sisi ni watu wetu, ni wakule kama kuna kitu inakuliwa hapo, lakini tunajua governor Nairobi 2027 James Gakuyu. Asante sana. Haya, msiende na